Mama, haujamwona Kiulizo? Nimejaribu kumtafuta kote mpaka chumbani kwake huku simuoni. Kaenda wapi? Kiulizo ameondoka. Na ameniachia salamu pale, ameniambia kuwa ukiamka nikwambie kwa yeye ameshatoka. Yaani kaondoka? Kaondoka vipi? Yaani kaondokaje? Na naondokaje hajaniaga? Ukiulizwa na akili kweli huyu? Sasa kwa nini sasa hapatikani kitu? Mimi nampigia simu zangu, kwa nini Kiulizo hapatikani sasa? We kelele ile. Usiletee uchulo mimi. Hivyo una akili sawa sawa wewe? Unaacha kukaa kufikiria maisha yako, unaenda kukaa kumfikiria yule mpumbavu yule. Anakusaidia nini wewe yule? Anakusaidia nini nakuuliza? Mbona kwa mpumbavu kiasi hicho wewe? Mimi ndo nilivyokulea hivyo wewe? Mimi namtaka Kiulizo wangu, namtaka Kiulizo wangu. Huyu mtoto sio bure. Huyu mtoto karogwa. Hakuwa hivi huyu. Mwanangu mimi sikumlea hivi jamani. Kwa nini? Mungu naomba umrudishie mwanangu ufahamu wake. Nitaibika mimi. Dadi yake, naona unapata maji mwenyewe. Karibu tu enjoy. Asante, mimi niko poa. Dadi, sorry kwa kuja bila taarifa. Bana, mimi nimekwama. Unajua sasa hivi nina biashara zangu, pia kijijini namjengea mama yangu. Sasa nimekwama kama na kiasi cha shilingi milioni 2, nikasema hapa nikimwambia dadi anaweza akanisaidia. So please, can you do it? Pesa sio shida zangu. Nisaidie simu yangu hapo. Kloki, una baya tajiri. Mia mawe nataka kusoma. Una manjonjo, umepigaje hiyo? I said Kloki, ni mambo yetu ya mjini. Weka namba yako ya simu. Jina linatoka Hamis Mohamed Rupanda. Tayari. Tajiri, iliteni vipi? Si nimekutumia milioni 2, bado unahitaji na hiyo 10,000? Naona kama teni linazagaa zagaa na mwenyewe. Unajua tena nipate hata chochote barabarani ipo kwenye simu. Unajua dad. Chukua. Okay, bye. Sawa. Vijana wa Sinza bana. Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza, hakuna nuru, wanatembea giza. Kaka, inakwaje? Safi. Imekwaje? Imekwaje nini? Yaani wewe juzi tu umetoka nyumbani pangu pakavu. Hii gari ya nani? Hii ni moja kati ya gari zangu. Hamisi, naomba usinifiche. Naomba uniambie ukweli, mimi ni ndugu yako. Mamako na mamangu ni marafiki, na wewe ni rafiki yangu. Wewe pesa unatoa wapi? Unakuwa na hivi vitu, unapiga michongo gani kwa ndugu yangu mpaka unamiliki magari? Yaani juzi tu tuliko wote hapa Mgundini. Leo unamiliki gari hii? Nisikize Chenjeo. Mimi sijaje hapa kwa ajili ya hizo mada. Nimekuja hapa kwa swala moja tu. Nimefikiria, nimeona nifungue biashara sasa hivi. Na itakuwa biashara kubwa sana. Na kiukweli nimeona nishirikiane na wewe mdogo wangu. Wala ufunga biashara gani? Ni supermarket kubwa. Unataka kufungua supermarket kubwa? Hamisi, wewe hela unaitolea wapi?
Yaani wewe chenjeo ni bure kabisa. Can you imagine nimeacha biashara zangu nimekuja hapa kukusaidia utoke hapa stand. Tufanye biashara pamoja. Nafika hapa pesa unatoa wapi? Hayo hayakuhusu. Una maisha magumu sana, unanuka jua. Kumbe mda wote unaongea na Hamisi. Oya, mambo vipi? Mwanangu wewe mdananda sana. Nani kakuamini mpaka akupa gari yake uendeshe Hamisi? Usitaki kujua michongo, hii ni gari yangu. Yaani kwa mchongo gani ambao wewe umekufanya ununue hii gari? Vipi kwani? Mbona nikaze hivyo kwa unataka kunipanda kichwani? Msiba mwanangu. Msiba. Huyu mwanao washamvunja huyu. Huyu washamvunja huyu. Kuvunja nini? Ase nyinyi Waswahili. Aya. Oya, huyu washamvunja huyu. Muangalie kwanza. Yaani yule ndugu yako atupo naye tena yule washamvunja. Kaka usiseme hivyo mimi nitalia. Ule wapi washamvunja? Hii ndo Sasa nitafanyaje? Aliyakuwa mume wangu ni maskini, hana hela, amechagua kumtumikia Mungu, na mimi sina jinsi, inabidi nimtumikie mume wangu, nimpikie chakula ale ashibe. Hilo nakubali mke wangu, ni makosa yangu mimi kwa sababu nimekubali kuondoka asubuhi bila kukupa suli ya kuni. Wala hata usijali, naomba niendelee. Hapana, haustahili kuendelea kufanya hii kazi. Niachie mimi nitafanya. Na hii ni nini? Hiyo ni dawa ya mama wajawazito, ya kumfanya mama mjamzito awe imara na mwenye nguvu zaidi. Sawa. Basi nenda kapumzika, mimi nitaendelea na hii kazi. Sawa. Kazi njema. Asante mke wangu. Mama yangu mkwe anafosi sana, nataka kuingia katika hiki chumba. Nimemsikia. Tafadhali naomba usinichoke. Nahitaji sana msaada wako. Yaani nataka wote waondoke katika hii nyumba. Maana kama unaweza kunisaidia mama na dada wanitokee tena, basi hata hili huwezi kushindwa. Naamini katika hilo. Kwa hiyo nahitaji sana msaada wako. Kaniki, hilo haliwezekani. Kwa sababu mimi mwenyewe huwa nafurahia kumeza watu. Kwa hiyo wakijichanganya tu wamemezwa. Sasa kama utammeza mmoja miongoni mwao, auoni kama itakuwa shida? Na mimi nitakuwa kwenye matatizo. Mwisho wa siku watu wote watajua kipi kinachoendelea katika hii nyumba. Kaniki, hayo hayanihusu. Wakijichanganya tu wameisha. Vipi? Shimaji, chakula tayari. Sawa. Nyumba kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Wanapanda ngazi, lakini ni za mwiba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Big Boss, je thamani iko wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi. Niwasaidie nini? Blaza, nyendo yako. Brother, habari yako?
Salama. Hivi ni kweli wewe ndio umempatia Hamisi vitu vyote vile tunavyomuona navyo? Ya, ni mimi. Wewe si ulikuja kwangu ukakimbia? Mwenzako alienda akajifikiria akarudi tena. Kumbe na wewe ulienda? Sasa brother, tuongee tu ule ukweli. Unajua Hamisi ni kijana mwenzetu na ana wazazi. Sasa sijui kama umewahi kuwaza ni machungu gani watakaopitia wazazi wake mara baada ya kusikia haya yanayoendelea. Mimi mwenyewe sijali kuhusu wazazi wangu. Nawezaje kufikiria wazazi wa mtu mwingine? Nyinyi vijana mnaotaka kushindana kwa kuangalia fulani amefanya nini au fulani ameposti nini, wakati kipato chenu hakifiki huko, huwa inawakosti sana. Vijana wengi wanatoka shamba na kuja Dar es Salaam kwa lengo la kutafuta, lakini matokeo yake wanaacha kutafuta na kuendekeza tamaa. Na sharti la kizuri lazima uzurike, na hapo ndo unakutana na kina sisi tunaojua kugaramia. Wewe kwangu unapajua. Kama utataka kuwa kama mwenzio, umiliki pesa, nyumba, magari, karibu sana. Labda mimi so mimi brother. Mimi siwezi kuwa kama yule, mimi huyu. Hata mwenzio alikuwa kama wewe na alisema hivyo hivyo. Njaa mbaya sana. Najua utanitafuta tu. Maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu. Hivi mwanangu, wewe shemeji yako unamuelewa kweli? Hata mimi simuelewi. Unajua mimi najiuliza maswali. Kwa nini kile chumba hataki watu waingie? Anataka aingie yeye peke yake. Kuna nini kule chumbani? Kaweka kitu gani? Sasa mimi nataka niingie nikakione hicho alichokiweka. Kama kuna vibuyu, misukule, miuchawi, na nikivikuta vyote na vikusanya na vichoma moto. Sasa mama, unapotaka kuingia kwenye kile chumba unasema sisi kuna vibuyu, msukule na uchawi. Je, kama ukukuta hakuna hivyo vitu, auoni kama tutakuwa tunizalisha shemeji? Alafu isitoshe, sio mtu mbaya. Unakumbuka siku moja niliwahi kukusimulia kwamba niliwahi kuja na mganga hapa? Mganga alijikojolea pale mlangoni. Niliona tu mikojo inamwagika. Na aliondoka hataki chochote kile. Sikufichi mwanangu. Lazima kule chumbani kuna jambo. Yaani hicho kitu kilichokuwa kule chumbani lazima nikishuhudie kwa macho yangu mawili. Sikubali. Sikitu. Wewe Sikitu. Hey Banka. Mama yako mkubwa ana shida. Tena sio shida kidogo. Ana shida aswa. Amefanya nini? Usiniulize kana kama hujui chochote. Wakati unajua kila kitu mke wangu. Sikitu. Nakuomba. Niko chini ya miguu yako mama. Nachokitaka kana mama yako mkubwa. Umwambie afanye anachokifanya. Aondoke katika nyumba yangu. Mimi kiukweli sija kuelewa. Inawezekanaje mama yako na ndugu yako walikuwa naishi hapa kwa amani tu? Alafu leo hii mama yangu na ndugu yangu waondoke. Narudia tena. Hii ni nyumba yangu na mimi ndo baba wa nyumba hii. Kwa hiyo nimeweka misingi yangu na sheria zangu. Haiwezekani mgeni anakuja, anakuta misingi yangu, hataki kuifuata. Yaani tena kwa makusudi tu ili tuna tofauti. Ndo maana yake nini yani? Sasa mimi siwezi kuvumilia huo ujinga. Kwa ndo maana nakwambia mke wangu, fanya unavyofanya. Mama yako mkubwa simtaki. Aondoke. Nadhani tumeelewana.
Full stop. Za asubuhi mwanangu. Salamu mama. Shikamoo. Marahaba. Vipi ulivyoamka? Uko vizuri. Vipi? Mimi si jambo. Vipi na mjukuu wangu Motomboni? Mjukuu wako ananipiga tu mateke. Nilikuwa naomba unitie mume wako mara moja. Mume wangu? Naam. Mama anakuita. Vipi mwenzetu na mabegi? Mimi naondoka. Mbona ghafla? Hapana, ghafla hii kwako wewe. Lakini jana niliongea na mume wako na nilisahau kukuambia. Habari yako? Mzuri baba, za kuamka? Salama. Shikamoo. Marahaba. Mimi ndo safari hii tayari. Basi sawa, ngoja nichukue funguo wa gari hapa niweze kukusindikiza. Sawa. Kwa hili utamwambia atanikuta chini hapa. Kaka Toni, yaani sijui nianzie wapi kakaangu, lakini kiufupi pale nyumbani sasa hivi tunaishi maisha magumu mno, usimuliwe hivyo hivyo nakwambia. Sasa mimi nikaona nije tuzungumze kakaangu, tunahitaji msaada wako mkubwa. Pale nyumbani sasa hivi sisi tunakula kwa donei, mpaka ipigwe donation pale mchango ndo watu kipikwe kiliwe, na hapo hapo kama hujachanga huli kakaangu, haki ya Mungu. Ukila yenyewe utakoma, unasimangwa wewe mpaka akili ukae sawa. Kwa hiyo mimi kilichonileta ndugu yangu, naomba utusamee. Msaada wako unahitajika kaka Toni. Usitukunjie. Kwani mimi nimewakunjia nyie? Au mimi nilikufukuza pale nyumbani? Mume wangu, mbona Konokono amelala ghafla kwenye jumba lake? Kiukweli hata sielewi. Hata mimi mwenyewe nashangaa ghafla tu iseme nikata. Acha peke yake usiku. Kwa najaribu tu hapa katika kuweka sawa mazingira ni mali nisirudie makosa. Kwa hiyo sihitaji tu kumwacha tena mke wangu, maana nampenda sana. Mambo ya mke wako na wewe hayanihusu Kanike. Nachotaka ni tendo, na nataka hiki kitu kisijirudie tena, maana kikijirudia nitajua cha kufanya. He? Tena? Sasa mbona unanitia pressure kila wakati? Unanitia pressure kila wakati? Unanitisha sasa? Unanitisha? Mbona sikia na amani mimi? Utanifanya nini sasa? Sema utanifanya nini? Kia stage mwenyewe anataka kuoa, basi ni jambo la kumpendeza bwana. Amina baba. Sasa basi mimi niwaache. Fike salama. Haya baba.
Mama, shida nini? Mtoe mshenzi nani? Mshenzi gani namzungumzia? Nimekwambia mtoe mshenzi mwenzio humo ndani. Mume wake karudi na anagonga kengele. Kama utaki basi mkija kufumwa mtajua wenyewe. Mama, habari yako? Nzuri. Habari za kazi? Salama. Nimebonyeza kengele muda mrefu. Chi yuko wapi? Yeye yuko juu amelala. Si unajua mke wako na ile hali yake, muda wote anapenda kulala. Sawa basi, ngoja nikamwone. Haya, sawa. iPhone. Kaka, hii si hapo kaka hii. Oya, hivi unajua ndugu yangu, wewe unajua unaga tabia vya wizi. Hii simu unatoa wapi kaka? Umpata wapi? Nilichogundua hapa mjini maisha ni marahisi sana, lakini hii shule na michongo tu mdogo wangu. Kaka, michongo gani kaka tunamiliki sisi hii iPhone ndugu yangu. Hasi ndo mambo ya kupiga picha nini, kujisnap hivi kuenjoy. Oya, iPhone macho matatu. Apple. Nimekuletea chakula. Ukimaliza kupiga nginga zako utakula. Unajua wewe unazingua. Sisi tunaongelea kuhusu iPhone. Unajua hii simu wanamiliki watu wenye pesa hii kaka. Hii iPhone kabisa macho matatu. Unanishangaza. Kani imekwaje? Emret. Chakula kile pale. Kama utakula, kama utokula utajua mwenyewe. Hi. Tajiri. I'm sorry. Nilifika salama lakini sasa nilikuwa naongea na mdogo wangu kwa sikupata muda wa kukuambia. Pia asante sana tajiri yangu kwa hii simu ase. Sikutegemei zawadi. Asante jamani, naheshimika huko mtaani tajiri yangu ya iPhone. Kila mtu anasema, imekuwaje?